Kwenda kwetu tumejikuta hapo. Nani hapa alikuwa anajua miezi 6 ambayo imepita kwamba baba hata kuwepo na siasa za Kenya zitakuwa zimebadilika jinsi ambavyo imebadilika. Mimi nakumbuka Bwana Madenge, wa Kenya walikuwa wananiambia baada ya baba kufa, wengine walikuwa wanasema nachukua muda mrefu sana kuomboleza, niamke niende kazi. Unaona? Na nyinyi wa Kenya wenyewe ndio mmetutoa kwa hiyo maombolezo. Mmetuambia iko kazi huku nje ya kufanya, safari ya kumaliza kazi ambayo baba alikuwa anajaribu kufanya, ikiwemo ujenzi wa hii kanisa hapa. So mimi nataka nichukue fursa hii ni kuhakikishie ya kwamba kazi zote ambazo baba alikuwa anajaribu kufanya, zote ambazo alianzisha, maono ambayo alikuwa nayo juu ya taifa letu, ni jukumu letu sisi wote ambao tunajiita wanafunzi wake, watoto wake, kuhakikisha kwamba imefika mahali ilifaa ifike. So nataka nitoe hakikisho langu kwa hii kanisa kwamba kwa sababu umechagua kwamba tutakuwa marafiki, tutatembea hii safari pamoja. Mhubiri wa leo, ni vizuri tumepatana hapa. Ndugu yangu, Mungu ako na sababu ya kila kitu. Hujuangi ukienda mahali utakutana na nani atakuhubiria, ni neno gani atakupatia. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio mwenye kupanga haya maneno. Umetuambia kwamba tukiinua haya madhabahu ndio itatupigania. Ndio ngazi ama ile umesema daraja ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Mazungumzo kati yetu kama binadamu na Mungu yanapitia juu ya hiyo madhabahu. Na kwamba ndiye itatulinda. Mimi naomba kwamba kwa baraka zako ambazo umetupatia leo, hayo mambo ambayo umetutamkia leo yatimie, ya kwamba tunajua kwamba tuko katika safari ngumu sana, lakini tunahitaji haya madhabahu na mengine yote, hata ile yako ambayo uko naye kule Kajiado, yaweze kusimama mbele ili tuweze kukamilisha kazi ya Mwenyezi Mungu. Nimekuja hapa na watu wengi, labda niwatambulishe tu kabla sijaendelea. Tuko na uongozi wa chama cha ODM hapa Mlima Kenya. Tuko na uongozi wa ODM hapa Meru. Naomba labda tu wangesimama. Wakiongozwa na chairman wa hapa Meru, Jack Munoru. Nilimuona chairman wa Nyandarua, Dickson Manyara, yuko hapa. Muwapigie makofi tu tafadhali. Mheshimiwa Munoru, wakati ambapo tunamaliza mchango, nitakupatia nafasi wa introduce moja kwa moja na labda wasalimie pia, kwa sababu hawa wamekuwa mstari wa mbele kukiuza chama cha ODM hapa Meru na mlima mzima. Unajua ni tofauti kubwa sana kukuwa mtu wa ODM Nairobi ama Kisumu. Hapa ukikuwa mtu wa ODM hapa kwa mlima ndio wako kwa mdomo ya simba. Tunajua ile kazi mnafanya hapa ni ngumu. Hatujawahi kusema ni rahisi. Ni rahisi kukuwa chairman wa Bondo wa ODM. Hiyo ni rahisi. Lakini chairman wa Igembe wa ODM, huyo ni mtu wako kwa mdomo ya simba. Mwapigia watu makofi. Na nataka nichukue fursa hii kuwashukuru kwa kazi ambayo mnafanya, kwa sababu wakati mwingine mkituona tunafanya vitu, watu wanaweza fikiria ati kuna ma-expert ama watu wazito, wazee wanafanya hiyo vitu. Ni hawa vijana wadogo tu ndio wanatengeneza ile website yetu ambaye Kasongo alifunga, lakini tutaifungua kesho. Wametafuta ma-engineer vijana, wale experts wa IT wamejitolea kutoka London, wengine wametoka US, Washington. Wanasema wanaenda kufunga mashimo yote ile Kasongo alitoboa kwa hiyo website. Kesho tutakuwa tumerudi ili Wakenya waendelee kujisajili hapo. Sasa nataka nizungumzie tu mambo mawili kisha niketi. Niseme asanteni sana kwa support yote ambayo mmetupatia. Haswa sisi wanalinda mwananchi, na vile nimewaeleza uongozi wa hii kanisa, Madenge alikuja kuniona kwa ofisi na akaniambia amefanya mradi kidogo hapa ya hotel na angependa nikuwe mgeni wa heshima. Unajua hata mimi mwenyewe nimeshtuka. Unajua hii ndio mara ya kwanza nimekuwa mgeni wa heshima kufungua anything in this country. Yaani ile heshima ya Madenge amenipatia, ile alikuwa anapatia baba. Nimefika kwake, amenipatia kiti kingine imewekwa simba kama hizi. Mara yangu ya kwanza kukalia kiti kama hii ni hapa Meru. Tena ni mzee Madenge amenipatia. So I am honored kabisa, na aliniambia mimi nikuje tu kwa sababu anajua urafiki wangu na yeye na mzee vile ulivyokuwa. Ndio kwa maana mjaona nimetembea na kikosi kizima cha Linda Mwananchi. Hiyo tu ilikuwa tu shughuli, lakini tukamwambia kabla ya kufanya mambo mengine yote, wacha tuombe tu, hata kama sanctuary inakaa vile inakaa hivi. Let us pray here, kwa sababu Mungu bado atatusikia, na tunataka tuchukue fursa hii tuseme tutasaidia kuinua haya madhabahu. Na ile kitu tutafanya
tutakubaliana na uongozi wa hii kanisa pamoja na Madhenge ya kwamba nitakuja na hiyo kikosi yangu yote ile yetu wote kwa ajili ya harambee. Tuseme tu leo ni siku ya harambee, harambee speciali ambaye tunaweza kuchangia ili tuweze kumaliza huu mradi. Kwa leo nataka, kwa sababu umekubali urafiki wetu uendelee, nataka nikuwe rafiki, si ule wa kuachana. Tunataka hii kanisa mimi na wewe tuijenge vile watu wanalipanga mahari. Unaweka deposit, unaongeza, alafu unakuja tena, ndio tusipoteleane, si ndio? So leo nataka niwapatie 250,000 leo. Alafu hiyo pay bill nataka Karen usave kwa simu yangu hiyo pay bill. Every 2 months, after 2 months niongeze 250. Ifike ngapi? Ifike ngapi? 500, si ndio? After 2 months ni wadunge tena 250. Ifike ngapi? Ifike ngapi? Alafu to round off, after 2 months ni wadunge 250 ikue 1 million. Si ndio? Ndio tukae tukiongea, si ati ni kitu ya kupoteleana. Sawa? So nataka nani atachukua huu mchango wangu? Chairman ama mam? Njoo. Yes. Karibia sasa mam pia tuweze kupokea mchango na tuseme ni asante. Tupe makofi mazuri tafadhali. Umesikia mpaka tufike mita, si ndio? Mpaka tufike mita. Mimi nitasema mambo mawili tu. Hii safari ambayo tumeanza ni ya kukomboa hii nchi yetu. Kwa sababu tutakubaliana kwamba mambo hayaendi vizuri. Mambo hayaendi vizuri, kuna kilio kila mahali. Na ni jukumu letu sisi ambao tunaamini kwamba mambo yanaweza kufanywa tofauti, tujitokeze ili tuweze kukomboa hii nchi. Tunavyozungumza kwa sasa, hakuna mahali Kenya hakuna shida. Mumesikia Senate aspirant hapa akiwaambia bado kuna banditry inafanyika hapa, ati watu wanakuja majambazi wanachukua ng'ombe ya watu. Na saa hiyo jeshi ya polisi imefocus tu kwa wanasiasa. Imefocus tu mkutano ya Sifuna next ni gani? Hiyo tear gas, mbona watu wanaiba ng'ombe hawezi pigwa tear gas? Tear gas iliwekwa tu ikue ya wanasiasa peke yao. Unakuta Murkomen amefocus tu na jeshi yake ya polisi yote. Wanataka kujua mkutano ya Sifuna itakuwa wapi, nani alisema one term, nani alisema sijui nini. Jana wanatuma mpaka polisi kwa sababu kuna wakora wanajaribu kuingililia mambo ya Nairobi Hospital pale. Polisi badala wakuja washike wale bandits ambao umezungumzia Mheshi, wametuma kushika wazee wa board ya Nairobi Hospital kwa sababu kuna watu wakora wanajaribu kuchukua hiyo hospitali. Mzee Obwaka, mtu ako na zaidi ya miaka 70, mnamshika Jumamosi alale kwa sel kwa ajili gani? Polisi wale walitumwa kwa nyumba ya Tuju kumnyang'anya mali yake. Hao polisi wanatosha kufukuza hao wakora wanaibia watu ng'ombe hapa Meru. We have misplaced priorities. Na tuliambiwa na huyu Kasongo ya kwamba akiingia hata tumia asasi za kiserikali kuleta nini? Fujo ya kisiasa ama kusettle political scores. Why is this happening? Anatumia watu KRA, wameingililia hata banks. Ukikuwa na deni na bank, ile vitu Moi alikuwa anafanya kitambo, anapigia director wa KCB, anawaambia hiyo loan ya Sifuna muambie kwanza leo hata akiwa na pesa msichukue. Hatutaki pesa, tunataka hiyo mali ambayo ameweka pale kama security. Hiyo ndio vitu inaendelea Kenya hii yetu. Mumeona maovu ambayo yanaendelea. Vijana wetu hapa wanazidi kushikwa na polisi kwa sababu ati umeandika kitu kwa Facebook yenye Kasongo hapendi. Mpaka leo. Na ndio tuliketi baba akiwa na mimi nikiwa pale. Tukaandika ile MOU ambayo ili expire tarehe 7. Tuliandika hiyo MOU ndio hivi vitu iwache kufanyika. Sasa siku ile MOU imeisha. Badala wakuja watu waambie mambo ambayo wamefanya, wanakuja na uongo na ukora kwa Wakenya. Kwa sababu kama MOU imekuwa implemented, hauhitaji kuambiwa. Kama kwa mfano tulisikizana mambo ya kuua watu na kunyongwa watu kwa seli za polisi itaisha. Vijana ambao walinyongwa kuanzia tusaini hiyo mkataba, kuanzia tarehe 7 mwezi wa 3 2025, there are over 30 young people who were killed. Maadhimisho ya 7/7 peke yake waliua watu zaidi ya 20. Sasa hiyo ni kitu ya kuargue na mtu kama wamefanya ama hawajafanya. Abductions bado zinaendelea, wanashika vijana. Kama counties zimepewa 450 billion, kila mtu anaona, si ndio? Wakaenda wakatoa ripoti yao ya ukora. Na tunawaambia hawana nguvu yoyote ya kufanya kazi nyingine yoyote.
wafunge virago waende. Otherwise, wakati tutaingia kwa hiyo serikali, we will surcharge these people for spending public money to do things that have nothing to do with the mandate that they were given. Na muambia rafiki yangu Agnes Zani, usijiingize kwa mtego ya Kasongo. Ondokea hiyo ngori. Ondokea hiyo ngori. Itakushika. Wachana na hiyo vitu. They have no powers to extend that document. Kwa sababu signature ambayo iko kwa hiyo document ni ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu mwingine anaweza extend. Niliwaambia waende Bondo wajaribu kuextend kama wanataka. Si wanajua pali yuko. Baba hakutaka hivi tu ifanyike vile inafanyika. Kwa hivyo mimi nataka mkae ngumu bwana. Mkae ngumu. Tukisema ni one term bwana, msifikirie ni mchezo. Na wanasema mnanichocha. Wanasema mnanichocha. Ati mtanitoka. Sasa siku ile nitageuka nyuma nikute mmeepa nyinyi. Nikikaa hivi ni hesabu kura zetu za Meru na hazifiki 10,000. Tutarudi hapa tuangaliane, si ndio? Wangapi wanasema hii safari tutaenda pamoja? Nataka kuona mbele ya Mungu na mbele ya hii madhabahu. Mnasema mtaenda na sisi. Hatutageuka tukute mmeepa. Haya, Kasongo hata kuja mwage pesa hapa. Vile mnaogopa tutanunuliwa. Hata mimi naogopa mtanunuliwa. Wacha tuone nani atanunuliwa mbele ya mwingine. Sawa sawa? Lakini mkikaa ngumu. Mkikaa ngumu, mimi nimetembea hii nchi. Nataka niwapatie confidence. Unajua wanasema kuna vitu fulani inahitajika ndio mtu akuwe rais. Kwa sababu wamezoea siasa ambaye ni ile traditional. Wanasema Sifuna hawana pesa hawa. Sijui nini, sijui wako na polisi, sijui wako na deep state, sijui wako na system. Hiyo system hata sisi tulikuwa nayo na tulianguka tu. Watu wa Meru walikataa kutupigia kura. Haya, nataka niwahakikishie tumetembea hii Kenya. Mimi sioni mahali Kasongo kura yake iko. Huko kwetu Western hakuna kura ya Kasongo. Hapa kwa mlima hakuna kura ya Kasongo. Nairobi County hata na dawa hakuna kura ya Kasongo Nairobi. Hiyo wote ni watu ya one term. Ukienda huko Masaini hakuna kura ya Kasongo. Pastor wewe unatoka Kajiado, uliona kura ya Kasongo iko hapo Namanga? Hakuna. Ukienda North Eastern hakuna kura ya Kasongo. Kwa sababu watu wa North Eastern ni watu wanaamini haki. Coast ni ngome ODM, hakuna kura ya Kasongo. Atatoa kura wapi? Muniambie nyinyi. So msitishwe na mtu bana. Msitishwe na mtu, vile vijana walitufunza. Siri ni numbers. Tukioverwhelm huyu jamaa tumpige na kura kama 5,000,000. Hata kujaribu kuiba haiwezekani. Na nimeona majenzi wamekaa huko nyuma wamevaa sisi ndio Sifuna. Wamesema watakuwa kwa hiyo polling station wenyewe. Result ni sisi tutatranslate, tutatransmit, tutaongeza makalkuleta tuko nazo kwa masimu. Huwezi kutuambia IBC peke yake ndio wanajua hesabu. Tukikuwa hapa Meru, uambiwe Meru wamepea kina Sifuna 5 million. Watu wa mlima wamepeana 5 million. Kuongeza 3 million ya Western itakushinda. Ati tungoje commission na atuambie. By saa 4 tumetangaza matokeo. Acha kutusumbua na kututisha hapa. Kwa hivyo sisi tunataka turudishe nchi yetu kwa ile reli ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tunaweza kuwa nchi ambayo tunatawaliwa na maadili 5 ama 6 muhimu ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tukue nchi tunatawaliwa na sheria ama rule of law. Hatuwezi kuona vitu inaendelea hii kama ni nchi inatawaliwa na sheria. Kila mtu awe sawa mbele ya sheria. Kama nimekosa nipeleke mahakamani unifunge. Lakini unachukua mtoto ya mtu kutoka Homa Bay unanyongea kwa sela, alafu unatuambia unataka kuendelea kuwa rais. Haiwezekani bwana. Haiwezekani. Tunataka nchi ambayo inaamini ile human rights na demokrasia. Demokrasia inasema kama una jambo la kusema we sema, mwingine akuja aseme yako, tukosoane. Lakini huwezi kunidhulumu ama kuniua kwa sababu ya kitu ambaye mimi nimesema. Tuko na uhuru wa kuzungumza. So akituuliza ati wewe Sifuna ati nyinyi mtuambie mtajenga soko ngapi? Naambia William Ruto, the conversation is higher bwana. Anybody can build a market. Dictators build markets. Dictators build roads. If you go to these countries that are run by dictators, they have functional roads, fantastic roads. But we need a democrat who will be able to protect our rights. Na bado nitajenga barabara. Kwani kujenga si maengineer wako hapa? Maengineer wako hapa ambao wanaweza chora barabara. Hii daraja ya Nithi imechukua miaka ngapi kuchora, na kuna vijana
Kuna vijana wanaweza kaa hapa sahii wakuchoree kwa simu, ni kwa sababu hawapewi nafasi.